Bwana, ukisikia usimdharau usiyemjua basi ni kweli, lakini pia ukasikia mapenzi ni upofu basi ni kweli. Maana huwezi kujua utampenda nani: kilema, kipofu, kiwete, mkubwa, kibonge, mwembamba, mfupi au mrefu, au ni maskini au ni tajiri. Unaweza ukampenda mtu yoyote kwa wakati wowote. Bwana, tuungane kwenye huu mzigo ili tujue ni kisa gani kimetokea, ili usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Mzigo unaanzia hapa. Kuna huyu mama anawaka kinoma noma, yuko na panga, akawa anasema, kwa nini rafiki yako anatoka na mume wangu leo nitamkata kata mapanga, nitamchalanga chalanga. Hawa dada wakawa wanaomba msamaha tu. Tena huyu mama akawa anaendelea kuwaka kinoma noma huko akiwa anasema, tena wewe kidada cheupe ndio sikupendi, wewe ndio unatoka na mume wangu, nitakuja nibadilishe hiyo rangi yako hiyo nyekundu, umesikia? Huyu dada akawa amepiga magoti huko anaomba msamaha, tusamee tusamee. Wakawa wanaomba msamaha kinoma noma, maana huyu mama ameshika panga na anawaka kinoma noma kwamba hawa wadada wanatoka na mumewe na hilo jambo hataki, mara moja anataka liachwe. Ukisikia watu wamechizika wamechaluka, basi huyu mama ni mmoja wao mwanangu. Baada yule mama kuondoka, hawa mashoga wawili wakawa wanapiga stori huku akiwa anasema, tunamshukuru sana Mungu, maana yule mama angetutoa roho. Sasa hapa huyu mweupe anaitwa Gina na huyu mwingine anaitwa Suzana. Hawa ni mashoga wazuri sana. Sasa huyu Gina akawa anamwambia shoga yake ambaye ni Suzana, shoga yangu, na kuomba sana unitafutie mlinzi, maana huyu mama anaweza akarudi hapa siku yoyote akancharanja mapanga. Mimi mwenyewe mwili wangu unauona huu mwili wa mapenzi, usio mwili wa kupigana. Basi Suzana ambaye rafiki yake Gina ndio akapewa kazi ya kumtafuta mlinzi ambaye atakuja kumlinda Gina. Sasa baada ya muda, mume wa yule mwanamke ambaye asubuhi alikuja na panga akawa amekuja kumuona Gina. Gina alivyokuwa amemwona akawa anamfukuza na kumwambia, naomba utoke hapa, mkeo kaja na panga bado nusla aniue mimi. Aitaka mimi kuniua kwa ajili yako wewe, pumbavu mmoja, unataka mimi nisababishe niife Yani Gina aliwaka kinoma noma na kumfukuza huyu mwamba, lakini huyu mwamba akawa anaomba msamaha tu huku akiwa anasema, nisamee bwana, nishaweka sawa, mke wangu hata kuja tena. Lakini Gina hakutaka kuelewa kabisa, akawa anamfukuza na akamtoa mpaka nje ya geti, akawa hataki stori naye kabisa. Bwana, unachezea kifo. Sasa baada ya muda geti likawa linagonga. Sasa huyu binti Gina akazani ni yule mwamba ambaye ni mume wa yule mwanamke, akawa anasema, wewe usikie na kufukuza, utaki kuelewa? Haya, ngoja nisubiri na kuja hapo. Sasa Gina akatoka na ndoo ya maji, ile kufungua geti akamwagia maji huko, akiwa anamtukana, mpumbavu, sitaki tena nikuone. Ile kuangalia hivi, aliyemwagia maji sio yule mume, ni mtu mwingine ambaye huyu mwamba anaitwa Ramsey. Na huyu ndio ametumwa na kampuni kwa ajili ya kuja kuwa mlinzi wa kumlinda huyu dada. Bwana, basi binti akaomba msamaha pale na kumwambia, unaweza ukaingia ndani. Basi mwamba akaingia mpaka ndani na akajitambulisha kwamba yeye anaitwa Ramsey na yeye ndio amepewa kazi ya kumlinda huyu dada. Huyu dada Gina akamuuliza maswali mawili matatu pale, baada ya hapo akampatia kazi. Bwana, sasa mwamba Ramsey akaanza kazi rasmi kwenye hili jumba. Sasa leo akawa amemfuata bosi wake na kumwambia kwamba kuna mgeni nje anakusubiria. Huyu binti Gina bila ajizi akamwambia, unaweza ukamwambia aje, mwambie aingie. Sasa alivyoingia yule mgeni, kumbe yule mgeni ni yule mume wa mtu. Bwana, Gina baada ya kumuona akaanza kuwaka kinoma noma na kumwambia, wewe si nilikufukuza? Kitu gani kinakufanya rudi kwangu? Mimi sikutaki. Huyu mwamba akawa anaomba msamaha tu. Sasa Gina akawa anamwambia, naona wewe unielewi, ngoja niwapigie polisi, watakuelewesha vizuri. Sasa Gina akawa anataka kuwapigia polisi. Huyu mwamba baada ya kuona Gina kama anataka kuwapigia polisi, akamdaka Gina na kumzuia, kisha akamsogelea akamwambia, Gina nisamee, huko akiwa amemshika kiuno, akawa analazimisha kupewa hata busu. Sasa kipindi huyu mwamba analazimisha kupewa busu, Gina akawa anapiga kelele za msaada, nisaidie. Mara ghafla Ramsey, mlinzi wa huyu binti, akawa ametokea na kuzuia pale na kumwambia, wewe unataka kufanya nini? Unataka kumfanyia bosi wangu kitu kibaya? Akamtoa pale. Sasa alivyomtoa huyu mwamba akawa ameona kama ni dharau, yani akamrushia ngumi Ramsey, lakini Ramsey naye zipo karate kung fu, akaikwepa ile ngumi, kisha akamkaba na kumtoa moja kwa moja mpaka nje na kumfukuza na kumwambia, sitaki tena kukuona humu ndani, nikikuona humu ndani nitakuja kukutoa mapengo, umesikia wewe? Sitaki kumsumbua bosi wangu. Bwana, Ramsey akawa ametimiza kazi yake vizuri kabisa. Mwamba Ramsey akarudi mpaka ndani baada ya kumfukuza yule mwamba na kumwambia bosi wake kwamba ameshamfukuza
kumfukuza yule mpumbavu. Bosi wake akawa anasema, nakushukuru sana, maana lile jamaa lilitaka kunibaka aise. Mwamba akawa anasema, hata kusumbua tena, ili mradi mimi nipo nitakulinda vizuri sana bosi wangu. Basi siku zikazidi kukata, Mwamba akawa anaendelea kupiga kazi. Sasa leo bosi wake akawa na njaa, akawa anamtuma huyu Mwamba ambaye ni Ramsey, akawa anamwambia Ramsey, nahitaji ukaniletee chakula. Huyu Mwamba akawa anasema, unajua ningeenda kukuletea chakula, ila mimi kama hutojali naweza nikakupikia, maana kwenye mapishi niko vizuri sana, maanjumati nayatoa kweli kweli. Binti akawa kama haamini hivi, akawa anasema kweli unapika? Huyu Mwamba akawa anasema yes, mimi napika. Basi huyu Mwamba akaingia jikoni kuanza kukaangiza makorokocho, lakini binti akawa bega kwa bega, yani akawa anamsimamia, maana alikuwa aamini kwamba mwanaume anaweza akapika chakula kizuri, hususan kama huyu mlinzi. Binti alikuwa aamini kabisa yani. Basi Mwamba akapika pale mpaka msosi ukaiva. Baada ya hapo akamtengea binti mezani. Binti ile kupiga kijiko kimoja, kupiga kijiko cha pili, akaona ladha ya ajabu kweli kweli yani. Akawa anasema wow, kumbe unajua kupika namna hii, uko vizuri kwa kweli. Yani huyu Mwamba ukiacha tu habari za ulinzi, lakini hata kwenye mapishi yuko vizuri kabisa yani. Sasa ilivyofika usiku, binti Gina akawa anaendelea kuandaa projekti zake ambazo anajiandaa kwenda kuomba tenda hiyo siku ya kesho. Sasa Mwamba Ramsey akawa ameingia ndani. Ile kuingia ndani akawa ameenda moja kwa moja jikoni, amechukua maji na kutoka. Sasa ile kipindi anatoka, akawa amechungulia kwenye laptop ya bosi wake ambaye anaitwa Gina. Akawa ameona kama anaandaa project. Huyu Mwamba bila uoga, na hivi ndio mwanaume unatakiwa kuwa, akamwambia huyu bosi wake, unajua boss Gina, naona unaandaa project hapo, pointi zako ni nzuri sana, ila kwa hapa Afrika hususan Nigeria hazitafanya kazi, maana wewe umesomea Ulaya lakini mimi nimesomea hapa Nigeria, na najua hawa watu wanaendaje vichwa vyao na akili zao. Kwa hiyo hapo ukifanya hichi ukiweka hichi itakuwa vizuri sana. Huyu binti Gina kutaka maelezo kabisa yani, maana Mwamba alikuwa ameongea pointi kweli kweli. Akamsogezea laptop na Mwamba akaanza kurekebisha, kuweka pointi ambazo zitaendana na mazingira. Sasa kipindi ambacho anaendelea kuandika hizo pointi, huyu binti Gina akamuuliza huyu Mwamba, kwani Ramsey umesomea kozi gani? Mwamba akawa anasema, nimesomea business administration lakini sikumaliza kwa sababu ya ada, ndio nikakimbilia huku ulinzi. Bwana yani Mwamba yuko smart, ukiacha ulinzi anapika, ukiacha kupika lakini hata shule yuko vizuri kabisa. Binti akawa anafurahi sana. Sasa leo binti akawa anafanya mazoezi, anakimbia mtaani. Mara ghafla akatokea Mwamba mmoja ambaye anaitwa Aaron, akawa anapiga naye story huku anaendelea kufanya mazoezi. Basi wakafanya mazoezi mpaka wakachoka, wakasogea kwenye duka moja hivi, na Aaron akaagiza maji kisha akampatia binti na kuanza kujitambulisha, mimi naitwa Aaron, ni daktari, nimetokea Marekani, nimekuja hapa mapumziko tu. Binti naye akajitambulisha, wakabadilishana namba na mazoea yakaanzia hapo. Na kesho yake Mwamba Aaron akaingia mpaka kwa binti huku akiwa ameshika ua aina ya rose na kumpatia binti. Yani huyu Mwamba ni hatari, anatuma makombora yake kama Irani au Pakistani aisee. Sasa Mwamba akawa anamwaga sera kwa binti yani, huku akiwa anamwambia, unajua nimekuja hapa Nigeria, lengo langu ni kutafuta mke na nimetokea sana kukupenda wewe, naamini utakuwa mke mzuri. Basi binti Gina bila ajizi akamwambia, nimekuelewa, ila jibu lako nitakupatia usiku wa leo kama utakubali kwenda na mimi kwenye pati pamoja. Mwamba akawa anasema, hilo tu halina shida, mimi nimelikubali, nakubali kabisa. Basi hiyo ndio ikaisha namna hiyo. Sasa ilivyofika usiku, binti akawa ameshajiandaa, amepiga lady dress lake vizuri kabisa, anamsubiri Mwamba ambaye anaitwa Aaron, lakini Mwamba mpaka muda unaenda sana alikuwa hajatokea kabisa yani. Basi kipindi binti bado anaendelea kumtafuta Aaron, mara mlinzi wake akawa ameingia ambaye ni Ramsey na kumwambia, bosi, gari lako tayari, unaweza ukapanda na kuanza safari. Lakini huyu binti akawa anasema, hakuna safari imeahirisha, kuna mtu nilikuwa namsubiri lakini hajatokea. Sasa binti kipindi anaondoka, huyu Mwamba Ramsey akamwambia bosi wake, bosi, kama utojali naweza kukupeleka kwenye hiyo pati ambayo unahitaji kwenda. Bosi wake akawa anamwambia,
unahitaji kwenda kwenye hiyo party, unaweza kuvaibu? Vaibu unalo la kucheza mapiano, yani chuku chukuku chukuku lipo? Huyu mwamba akawa anasema, yani hiyo mambo ndiyo mambo zangu kabisa, nitakuvunjia staili mpaka za chikukuku chipupute. Aisee, mwamba akajimwagia kinoma noma. Basi binti bila ajizi akamwambia twende, na bwana wakaenda mpaka kwenye party, wakaenjoy kinoma noma, na baadaye wakarudi. Sasa kipindi wanavyorudi, huyu binti akawa amelewa kinoma noma, yani hajiwezi. Basi binti moja kwa moja na mwamba wakasogea mpaka kwenye kochi. Mwamba sasa akawa ametulia na mtazama binti tu. Kumbuka huyu binti amelewa. Kana anamwambia mwamba ambaye ni Ramsey, Ramsey, naomba nikuulize swali. Huyu mwamba akawa anasema haina shida, niambie. Huyu binti akawa anasema, Ramsey, hivi una mchumba kweli? Ramsey akasema, oh ndio ninaye, ila bado sijamwambia. Huyu bosi wake akawa anaendelea kusema, unaye? Ni mzuri kweli kuliko mimi? Huyu Ramsey akawa anasema, hapana, kwenye hii dunia bosi wangu hakuna anayekuzidi wewe. Yani Ramsey akaanza kumsifia bosi wake, yani akamsifia kinoma noma, mpaka bosi wake akaingia kwenye 18 binti jina, akamsogelea mwamba taratibu na kumpatia busu. Bwana mwamba akawa ameonja utamu wa lipsi za bosi wake, yani hii ni hatari aisee yani. Sasa baada ya lile tukio, kesho yake binti akawa anamkwepa mwamba Ramsey kwa sababu alikuwa anaona aibu kwa lile tukio ambalo amelifanya usiku. Mara ajifiche chini ya jiko, mara aingie hapa, yani alikuwa anamuonea aibu mwamba kinoma noma. Na baadaye yake mwamba Aaron akaja na kumfuata binti na kumuomba msamaha na kumwambia kwamba nisamehe kwa kutokuja jana usiku. Na mwamba Aaron akaamua kumchukua binti na kumtoa out ili iwe kama fidia kwa lile jambo ambalo amefanya usiku. Sasa kipindi Jina anatoka na huyu mwamba, Ramsey akawa anashuhudia tu bosi wake akiwa anatoka na mwanaume mwingine, yani wakati jana tu yeye ametoka kupigwa busu, yani huyu mwamba akawa imemuuma kinoma noma, ila akaamua kuvunga, akawa anaendelea na maisha yake yani. Lakini mwamba licha ya kuona mambo kama hayo, lakini alikuwa anafanya majukumu yake kwa upasaha kabisa. Yani binti akawa anafanywa vitu vizuri sana, mara ampikie, mara amsafishie gari. Kumbuka huyu ni mlinzi, akitaka kuingia amshikie mlango afungue ili aweze kuingia. Basi binti akawa anaona hii treatment anaipenda kweli kweli, yani akaona hii treatment kama ni hali ya kifalme, yani binti zile moment zilikuwa zinamvutia sana kwa huyu mwamba, na huyu mwamba kwa kweli alikuwa anajitoa kwa binti aisee. Sasa baadaye usiku binti akawa anaendelea kuandaa projekti zake, na mwamba Ramsey akamfata binti ili aweze kumsaidia hizo project. Basi mwamba akachukua hiyo kompyuta na kuanza kumsaidia binti kujaza hizo pointi. Sasa binti akawa anamuuliza Ramsey, hivi Ramsey, samahani sana, lile tukio ambalo limetokea usiku mpaka nikakubusu, wewe unalichukuliaje? Mwamba Ramsey akaona mambo siwe mengi, akamwambia binti, wewe ulikuwa umelewa ila mimi nilikuwa sijalewa, kwa hiyo mimi nilikuwa nimelibeba kwa uzito kweli kweli. Basi huyu binti akawa anamwambia Ramsey, Ramsey, unanipenda au umeanza kuwa na hisia juu yangu? Mwamba akaona muda huu hahitaji tena mdomo, akausaliti mdomo na kufanya kwa vitendo. Akamsogelea mpaka pale binti na kuanza kumpiga busu, yani mwamba akaanza kunywa lita za bosi wake, yani huku akawa anamwambia nakupenda sana, haijalishi hata kama mimi ni maskini au mimi ni mpenzi wako, sio kwamba ni tatizo mimi nisieleze hisia zangu kwako. Sasa binti kwa kujibu hilo, naye hakutaka kabisa kutumia mdomo, akausaliti mdomo, akamsogelea mwamba na kuanza kumpiga buso, naye akaanza kuchota wese la mwamba yani. Sasa kwa tukio hili binti akawa ameingia mahusiano na wanaume wawili, mmoja Aaron, daktari mkubwa sana kutokea Marekani, mwingine ni Ramsey ambaye ni mlinzi wake. Bwana, hichi ni kisanga na kiona kabisa. Sasa mwamba akawa anaendelea na kazi kama kawa, akawa anampikia bosi wake ambaye ni Jina, akawa anafanya usafi ndani, anasafisha gari, lakini pia ni mlinzi. Kwa mwamba akawa amerudi kwenye shughuli zake za kawaida. Lakini kumbuka huyu demu yupo kwenye mahusiano na mwamba mwingine ambaye anaitwa Aaron, ambaye ni daktari mkubwa sana kutokea Marekani. Na huyu mwamba alikuwa anakuja hapo nyumbani, wanapiga story, wanakula pamoja, lakini walikuwa washiriki tendo, lakini mambo mengine yote wanafanya. Mwamba Ramsey akawa anaona wivu kinoma noma kwa huyu mwamba ambaye anaitwa Aaron kuja hapa, na yeye kumbuka ameshaeleza hisia za kimapenzi juu ya binti, na binti analijua hilo. Sasa leo shoga yake huyu binti ambaye anaitwa Suzana akawa amekuja na kumwambia, hivi wewe hutaki tu kumfukuza huyo mlinzi ambaye anaingilia mapenzi yako wewe na Aaron? Mimi sitaki kuelewa. Huyu Suzana akatoka moja kwa moja mpaka nje na kumkuta mwamba ambaye anaitwa Ramsey na kumwambia, naomba
naomba uondoke, una lolote unataka tu pesa za shoga yangu naomba uondoke, hebu endani na shoga yangu. Mwamba kwa ustaarabu kabisa akawa anasema nimekubali, mimi nitaondoka, usijali. Basi huyu binti Susan akaingia mpaka ndani, kisha akamwambia Gina, tayari nishamfukuza huyo mpuuzi ambaye alikuwa anakupa stress mpaka unashindwa kuwa na Alon. Bwana Gina baada ya kusikia hivyo kwamba mlinzi wake amefukuzwa, na akawaka kinoma noma na kumwambia shoga yake, naomba ushindwe, kwani umefanya kitu kama hicho? Gina akaenda moja kwa moja mpaka nje na kumkuta Mwamba ndio anataka kuondoka. Basi Gina akaomba msamaha kinoma noma na kumwambia, naomba unisamehe, mimi sijasema mambo kama hayo, yule mpuuzi kule ndani ndio akasema mambo kama hayo, naomba unisamehe. Basi Gina akamchukua huyu mlinzi na kwenda naye moja kwa moja mpaka ndani kwa Suzana. Kisha alivyofika kwa Susan akamzaa kibao na kumwambia, sitaki uingilie maisha yangu, kama mapenzi ni yangu, huyu Alon hata wewe unaweza kuwa naye, mimi sitaki pesa kwenye mahusiano, mimi nataka mapenzi ya kweli, na huyu unayemwona wewe ni mlinzi, mimi ndio nimeona atanipa mapenzi ya kweli. Bwana yani Susan mpaka akawa anashangaa, leo shoga yake wa damu amempiga kibao kisa mlinzi. Susan akaamua kuondoka kwa hasira, yani hakutaka kabisa maelezo. Sasa baada ya Susan kuondoka, usiku wake Jijan na Ramsey wakawa kitandani pamoja, wakawa wanapiga stori za maisha. Sasa Ramsey akawa anamwambia Jijan, hivi Gina, kitu gani kimekufanya mpaka mimi unipende? Kwa sababu sina hela, maskini, mlinzi, sina elimu, kitu gani kimekufanya hivyo? Huyu Gina akawa anasema, mimi nimekupenda sio kwa sababu ya hela, sihitaji unipatie hela au unipatie dunia nzima, mimi nahitaji mapenzi yako tu, ndiyo yananifanya niwe na amani. Yani mimi nakupenda wewe, sijakupendea pesa wala sijapendea ulivo, ni mapenzi tu. Bwana Mwamba akafurahi sana kusikia hivyo. Basi usiku ukaisha hivyo, yani ukiwa wameendelea kufanya shughuli zao, mwenyewe unaelewa, yani shughuli za kikubwa. Basi asubuhi yake ilivyofika, binti Gina akawa ameamka kitandani, lakini alikuwa yuko peke yake. Mwamba Ramsey alikuwa hayupo. Basi Gina akainuka na kwenda kumtafuta huku na kule, alimtafuta kwenye vyumba vyote lakini hakumpata kabisa. Sasa Gina akawa anakuja sebleni, ile kushuka kwenye ngazi taratibu, akawa anamuona Mwamba Ramsey amepiga magoti huku ameshika pete, huku akawa anasema, babe, upo tayari nikuoe? Are you marry me? Huyu binti akawa anashangaa, na kilichokuwa kinamshangaza zaidi, hapo sebleni kulikuwa na watu 4, yani Ramsey, Susan na Alon na mdada mwingine ambaye anaitwa Amara. Binti akasogea mpaka pale na kumuuliza Ramsey, nini kinaendelea hapa? Mbona sielewi? Sasa kipindi Ramsey anataka kujibu, Susan akadakia na kumwambia, rafiki yangu Gina, kumbuka nilikwambia niko na kaka yangu yuko Marekani ambaye ameteswa sana na mapenzi. Basi ndo huyu hapa, alivyokuona wewe alikupenda na akaamua kuja kukutega kama hivi, ili mradi ajue utampenda kweli au itakuwaje. Bwana Gina akawa amepigwa na butwaa, huku akawa anasema, hii imekaaje hii? Na huyu Alon anafanya nini hapa? Huyu Alon akawa anasema, mimi hapa ni mfanyakazi wa mlinzi wako, na huyu unayemwona hapa ni mke wangu. Bwana, sasa hii ikampelekea Gina ashtuke kwamba huu wote ulikuwa mtego ambao umepangwa na Ramsey ili aweze tu kujua kwamba yeye ni mwanamke mwema na mwanamke bora ambaye hajali pesa na thamini mapenzi, na akajua kwamba Mwamba Ramsey ni tajiri mkubwa sana ya kwenye hili jiji na ametokea Marekani. Sasa na mzigo wetu ndio unaishia hapa kwa Gina na Ramsey kuvishana pete na kuingia kwenye mahusiano na wakawa na maisha mazuri sana